Shalom, shalom mtu wa Mungu, nikukaribishe tena hapa katika kipindi chako kizuri cha The God Fest hapa Mchucha TV. Na kama tulivyokwisha kukwambia wiki iliyopita kwamba leo tutaanza somo letu zuri lenye kichwa kisemacho upendo. Na nami mtumishi wako niko hapa kukufundisha machache. Najua somo hili umelisikia kwa wengi, yamkini umefundishwa kanisani kwako, lakini pia yamkini ulikishwa kufundishwa na watu mbalimbali kwenye semina na vitu kama hivyo. Lakini leo niko hapa kukufundisha somo hili la upendo kibiblia. Somo linaitwa upendo kibiblia. Nami nitaanza kwa kutoa ufafanuzi au kulifafanua tu kwa kifupi nini maana ya upendo kibiblia. Anasema upendo kibiblia unaweza kutafsirika katika maana 4 Kiyunani. Tutazungumza katika nyanja hizo, maana ya upendo kibiblia katika nyanja hizo Kiyunani. Maana ya kwanza ni agape. Agape, upendo wa agape tunazungumza ni upendo wa kiungu usio na masharti na wenye kujitoa, ambao upendo huo unatoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Ukipata muda utasoma upendo wa agape. Lakini pia kuna upendo unaitwa philia, ni upendo wa Kiyunani. Maana ya philia ni upendo wa urafiki na undugu. Upendo wa urafiki na undugu, hapa tunasoma kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 10 utasoma. Lakini kuna upendo unaitwa eros. Upendo wa eros maana yake ni upendo wa kimapenzi kati ya mume na mke. Naomba nikazie hapa, kati ya mume na mke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa utasoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora au Wimbo wa Suleiman. Utasoma hapo, utajua maana ya hii ninayokwambia, upendo wa eros. Lakini kuna upendo wa storge. Naomba nirudie hapa, storge, storge. Maana yake ni upendo wa kifamilia, yani baba kwa watoto, mama kwa watoto, kaka kwa ndugu zake, wadogo zake au dada kwa ndugu zake. Ni upendo wa aina hiyo unaitwa storge. Lakini ndugu mpendwa mtazamaji wetu wa kipindi chetu kizuri cha The God Fest, nikupe chanzo cha upendo. Mungu ndiye chanzo cha upendo, na kama mwanzo nilivyokwisha kukwambia kipindi kilichopita wakati natoa somo lijalo, nikasema tutajifunza kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wake wa 16. Na Biblia inasema, atizama jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na hapo ndio tunapata chanzo cha upendo. Ninasema kwamba chanzo cha upendo ni Mungu mwenyewe. Tutasoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema, wapenzi, na tupendane, kwa maana pendo latoka kwa Mungu, kwa maana yeye ndio chanzo cha huu upendo. Kwa hiyo utasoma hapo, kama utafafanua wewe mwenyewe utapata nafasi ya kufafanua vizuri huo mstari. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Lakini kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Mungu alionyesha upendo usiokuwa wa kawaida baada ya kuwa Adamu alikosea pale bustani ya Edeni. Mungu akaona bado anayo njia, bado anacho kitu cha kufanya kwa wanadamu. Ndio maana ninasema Mungu ndio chanzo cha upendo wetu. Yaani Mungu aliona haitoshi kuwaacha wanadamu wamepotea. Ndio wamekosea, ndio wametenda dhambi, ndio wamerudi nyuma, lakini Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anakuja na njia mbadala. Njia mbadala hii ni upendo mkuu ambao anamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee. Na huyu mwanae wa pekee ni yeye mwenyewe katika utendaji. Ninazungumza kwa habari ya upendo ndugu yangu, ninazungumza kwa habari ya pendo litokalo kwa Mungu. Nikukaribishe tena, utufuatilie tena katika kipindi kijacho. Nitazungumza amri kuu za upendo.
Wengi wanajua upendo na vitu gani, vigezo vya upendo, lakini kipindi kijacho nitakuja kwako na amri kuu za upendo. Tunazungumza upendo hapa Mchicha TV na katika kipindi chetu kizuri cha The God First. Mimi ni mtumwa wako na mtumishi wako Eli Mashaka, nikukaribisha kwa episode inayokuja. Karibu sana na ninakupenda sana. Mungu akubariki.